ukanikumbatia, ukaanza kunifanya hivi. Mara bosi alishangaa, unasema nini wewe? Kwa hiyo mimi jana nimelala na wewe? Umelala na mimi, ukaanza kunishikashika, ukaniambia I love you, na mimi nikakwambia I love you too. Ukaanza kunilambalamba mdomo. Baada ya hapo tukalala. Bosi alijiuliza, baada ya kulala nini kilitokea? Mara ghafla bosi alianza kumgombeza mwanadada. Ina maana ulinishika mimi bila ridhaa yangu? Hapana, sio mimi, wewe ndo ulifika ukanibeba ukanishika hivi. Bosi alikasirika sana, akamwambia hebu subiri, nikikuta umenifanyia kinyume na matakwa yangu, hakika na kufungulia kesi ya ubakaji. Bosi alikaa kwa utulivu sana, kisha alikumbuka jinsi ilivyokuwa. Kwa kuwa huyu mdada bwana alinogewa na mchezo wa jana usiku, alianza kumwangalia bosi wake kwa maaba kama yote. Movie yetu inaturudisha jana usiku, akiwa anafungua mlango kuweza kuchukua maji ya kunywa kwenye friji, mara alisikia mlango ukigongwa. Kwa haraka alifungua mlango, mara ghafla aliingia bosi akiwa amelewa sana. Odelia alimshangaa sana bosi wake, maana kutegemea kama angekuja amelewa. Bosi alimwambia, leo nimekuja niko fit, alafu mbona unaonekana mzuri leo? Mwanadada alishangaa leo kuona bosi anamsifia, kisha mara alimshika kiuno na kumsogeza kifuani kwake, akamwambia subiri, sogea, wewe ni mzuri. Mwanadada alishangaa sana, akamwambia mimi mzuri? Ndio, wewe ni mzuri, nakupenda sana. Unanipenda mimi? Na mimi pia nakupenda. Mara kidogo bosi alianza kumpiga makisi kama yote, mara kumshika kiuno, kumpapasa kila sehemu. Kwa kuwa mwanadada ana muda mwingi sana hajafanya haya mambo, alijikuta pale kamwachia bosi mzigo kama wote. Usiku ukawa kitofauti sana juu ya huyo mdada. Bosi baada ya kukumbuka, mwanadada alicheka, akamwambia wewe ni mtamu sana. Bosi alimtazama kwa hasira sana, akamwambia kaa kimya mjinga wewe, kwa nini ukuniambia niache? Sasa mimi nikukataze wakati wewe ulikuwa unanifanyia hivi na mimi nilikuwa nanogewa? Kwa nini kusema hapana? Kwa nini ukukataa? Bosi alijilaumu sana, kisha alichukua nguo zake na kuelekea chumbani. Baada ya kupambazuka, Odelia akiona rafiki yake, Odelia alimwambia, leo najisi mwepesi sana, tena nina furaha nyingi sana kwa sababu jana usiku nililala vizuri. Wao, kumbe inaonekana tu. Kwa kuwa Odelia friji lake ligandishi aliangaza huku na huku kutazama kama kuna watu, kisha alimwambia rafiki yake, hivi unajua jana usiku nimelala na bosi wangu, amenipa kweli. Rafiki yake alishangaa sana, akamwambia wewe umelala na bosi wako? Amekupa nini? Hebu niambie. Odelia alimwambia rafiki yake, funga mdomo wako, unampigia kelele nani sasa? Yaani ni kwamba mimi jana usiku alikuja amelewa. Baada ya kuwa amekuja amelewa, akaanza kuniambia ananipenda, akanishika, akanipapasa kila sehemu, kisha akanifanyia hivi pa. Na wewe ulicheka. Nilipenda alivyonishika, nilipenda kila kitu. Odelia, na ulipenda kabisa, ukajiachia, ujali usalama wako. Hivi unajua kwamba ilikuwa ni akili ya pombe, au unahisi kama alikuwa anakupenda kweli? Ile ni akili ya pombe. Odelia alimwambia, hata kama ni akili ya pombe, mimi najua tu mdogo atanipenda, ataanza kuniita baby, mwisho nitakuwa mke wake. Hapana Odelia, usiseme hivyo, ile ilikuwa ni akili ya pombe. Ina maana kwamba ni upendo wa pombe. Kama uelewi utakuja kuniambia, sio upendo wa pombe. Yule alikuja amezamilia na nanipenda, mimi najua tu nitakuwa mke wake hivi karibuni. Baada ya usiku kuingia, Odelia alichukua begi lake, yani twende kwa shangazi, na kuingia kwenye chumba cha bosi wake na kuanza kumuita hani, baby, mme wangu. Bosi wake alimshangaa, alibaki kumtazama. Nini umefuata chumbani kwangu? Sasa umesahau? Wewe siku zile umekuja umelewa na uliniambia kwamba unanipenda. Leo unaniuliza nimefuata nini? Kama ndio hivyo, mimi naomba unywe pombe kila siku ili uwe unaniambia nakupenda kila siku. Bosi alimwambia, kuona fly nini nakunywa pombe kila siku, si ndio? Mwanamke akamjibu, napenda wewe unakunywa kila siku, asubuhi, jioni, usiku. Mambo mengine yakae sawa. Kwa kuwa mdada alinogewa siku zile, alidai bosi wake anywe pombe kila siku, maana akinywa pombe anamuona yeye ni mzuri muda wote. Baada ya muda, bosi wake alimfukuza Odelia chumbani kwake. Asubuhi kulipopambazuka, Odelia alimtengea bosi wake chai. Bosi wake alimuuliza, nini unafikiria? Odelia alimjibu, nahitaji kunywa chai pamoja na wewe kwa sababu najisi kuwa mke na mume. Bosi wake alimfukuza mezani na kuelekea jikoni. Odelia alionekana mwenye kulia sana. Alibaki kushika nguo yake na kuanza kuinusa na kujisemea, naisikia harufu ya ndoa yangu, lakini ndoa yenyewe siioni. Kwa nini mimi hivi? Kanipatia penzi tamu sana, alafu leo ananifanya mimi kulia kwa ajili yake. Kwa nini? Mapenzi yalimchanganya mwanamdada. Alibaki kujifariji kwa kubugia mkate mdomoni. Baada ya siku kupita, Odelia alijikuta ni mtu wa kuwa analala sana. Mara bosi wake aliingia chumbani kwake na kumwamsha. Baada ya kumwamsha, Odelia alishtuka usingizini, kisha alimwambia bosi wake anajisi muda wote kuwa anachoka. Ghafla alisikia kichefuchefu, kisha alikimbia bafuni na kuanza kutapika. Bosi wake alibaki huku anajiuliza maswali. Baada ya Odelia kugundulika kwamba ana ujauzito, bosi wake alimwambia kuwa ni mwisho wa kufanya kazi kwake, maana hawezi kuwa anatoka, yeye anaingiza wanaume ndani. Odelia alimwambia bosi wake
hapana bosi, ujauzito ni wa kwako, wala sio mtu mwingine. Sina kasumba ya kuwa natoka ndani unapokuwa unatoka. Tangu siku zile wewe ndio ulinipatia ujauzito huu, wala sio mtu mwingine. Bosi wake alimwangalia, akamwambia, wewe ni mshenzi. Akili zikutoshi kichwani Oh, nimekumbuka. Una rafiki wa kiume, kila siku mnashania magari hapo nje. Bosi alikumbuka. Alipokuwa anampatia kazi Odilia kuosha magari, kuna kijana aliyekuwa anamsaidia. Maskini Odilia. Bosi alimfukuza kama mbwa. Odilia alibaki kujitetea. Alipiga magoti chini na kumwambia, tafadhali usinifanyie hivi. Kumbuka nakupenda. Siku ulionionyesha penzi lako lilinichanganya na ujauzito ni wa kwako. Baada ya usiku kuingia, Odilia akiwa amejilaza, alikuja msamaria mwema aliyekuwa anamsaidia kuosha magari pale nje. Alimuuliza, nini shida? Umepatwa na nini? Odilia alimwambia, nimefukuzwa na Oka. David alimchukua binti na kumpeleka ndani. Akamwambia, unaweza kulala, ila kesho tutaonana na tutaongea zaidi, tujue nini cha kufanya. Odilia alimwambia David, akamwambia, mimi siwezi kurudi kijijini, mama ataniua, atanipiga, nina ujauzito. David akamuuliza, una ujauzito? Odilia alibaki kukaa kimya, ila baadaye David akamwambia, usijali, nenda kalale. David akulizika, alichukua maji ya kunywa na kumpelekea Odilia. Alimkuta Odilia akilia, akamwambia, shida nini? Unalilia nini? Ilibidi wakae na kuanza kuzungumza. Odilia alipokea maji ya kunywa na kumwambia, Oka ameharibu maisha yangu. Nikirudi kijijini, mama yangu atanipokeaje? Ninahisi kabisa nitaenda kufa. David alimuuliza, unahisi tufanye nini? Binti alimwambia, ni mara 10 nitoe hii mimba, la si hivyo siwezi kurudi kijijini kwa mama yangu. Asubuhi kulipopambazuka, David alimwendea Oka na kumwambia, nini umefanya? Unampatia mimba mtu alafu unamtelekeza, tena mbaya zaidi mfanyakazi wako. Oka alimtazama David kisha alitabasamu na kucheka. Umetoka kwako kuja kuniambia upuuzi? Oka akamtazama, akaingia ndani, akafunga mlango na kumwacha David akiwa pale nje. Tunarudi nyumbani kwa David, tunamkuta Odilia akiwa ameandaa chakula. David anamuuliza, ndio chakula cha mchana? Anamwambia ndio. Karibu, kisha ukimaliza kula nenda kaoge, alafu leo utaenda kunifanyia shopping. David anamwambia, ni kweli tutaenda kufanya shopping. David alimuuliza Odilia, vipi wewe umeshapata chakula? Odilia alimwambia, hapana bado sijala. Basi akamwambia, fuata chakula uje tukae pamoja tule. Odilia alichukua chakula chake na kukaa na David pamoja mezani. David alionekana mwenye kupenda sana chakula cha Odilia, kisha walikula pamoja na kufurahi. Moja kwa moja tunakwenda hotelini. Tunamwona David akiwa amekaa na Odilia wakiwa wanakula chakula cha mchana pamoja. David aliamua kumjaribu Odilia, kesho na kupeleka kijijini, upo tayari? Odilia alianza kulia, akasema, hapana, siwezi kwenda kijijini, nadhani kila kitu nakijua, nilikuambia. David alimwambia, basi usijali, mimi nilikuwa nakutania tu, kila kitu kitakaa sawa. Tukiwa nyumbani kwa David alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana. Alimtafutia mwalimu Odilia, akawa anamfundisha kuweza kujua namna kuongea Kiingereza. Lakini yule mwalimu alikuwa na mambo mawili, kumfundisha Kiingereza na kumfundisha mapenzi. Mara ghafla akamshika mkono na kuanza kumpapasa. Odilia alishangaa, akamwambia, nini hiki unakifanya? Unajua mimi nilikuwa nakushika tu ili uweze kuelewa lugha vizuri. Mara Odilia akamwambia, usiniletee ujinga. Mara mwalimu akamwambia, hapana, nakupenda. Odilia baada ya kusikia lile neno aliamua kukimbilia kisu ili amchome mwalimu. Mwalimu alichukua vitabu vyake na kukimbia. Odilia alibaki anajiuliza, yani huyu mjinga huyu, yani ningemchoma mpaka namuua. Yani alivyompuzi, naye anajifanya mwalimu alafu ananishika. Jioni yake wakiwa wanakula chakula cha usiku, David alimuuliza, vipi asubuhi ulisoma? Odilia alimwambia, hapana, yule sio mwalimu, yule ni malaya na nabati, nitaka nimchome na kisu, ananiletea ujinga. David alifurahi, alicheka, alimwambia, basi usijali, nitakutafutia mwalimu mwingine. Baada ya miezi 8 kupita, Odilia alionekana mwenye furaha sana. David alianza kuandaa nguo za mtoto ajaye. Hakuishia hapo tu, David aliamua kumtafutia Odilia nguo za kukuzuia ujauzito. Katika giza na ngazi ya wewe, penye mawingu ni wewe mwangaza wangu, hakuna mwingine duniani kote. Nitakupenda daima, nashikilia ahadi yangu. Nitakupenda daima, oh my love, hata mvua ikinyesha, hata jua likizama. Tunamwona David anazungumza na simu. Tunamwona Odilia akishuka ndani ya gari akiwa amependeza kweli kweli. Pembeni tunamwona Oka akiwa anatazama. Mara anakuja David na kumpokea mke wake. Wanakumbatiana kisha wanaingia ndani. Maswali mengi yalibaki kichwani mwa Oka, kuona penzi zito likishamili mbele ya macho yake. Mbaya zaidi, kwa mwanamke aliyemwona wa kazi gani. Oka alishindwa kuvumilia. Mara mwisho wa siku aliamua kumfuata Odilia. Alimwambia, samahani kwa yale yote aliyopita, najua nilikutendea vibaya sana, naomba unisamehe, mimi ni mwanaume
mwanaume, sikujua kama itakuwa hivi. Naomba unielewe, ninaweza kuzungumza nawe zaidi, ukaja nyumbani kwangu. Tunamwona Odilia alibaki kumshangaa, maana hakumjibu chochote kile. Siku iliyofuata Odilia akiwa katika mazoezi alimpita mshikaji akamtazama. Baada ya Odilia kutoka nje, jamaa alimkimbilia akamsimamisha. Samani Odilia, wewe si wa kipindi kile, umekuwa mpya kabisa, nimeshindwa kuvumilia, nakupenda, nipe nafasi nyingine, nataka nikuoe. Odilia alishangaa, unasema nini? Ina maana umesahau yaliyopita nyuma? Umesahau ujinga ulionifanyia nyuma wewe? Yaliyopita yamepita, tuangalie yaliyopo sasa hivi. Nipo serious, nataka tujenge familia. Mapenzi bwana ni kitu kingine. Oka aliamua kumpigia magoti Odilia akamwambia, samani, inamaanisha nipo serious, nahitaji nikuoe. Kwa kuwa bwana Oka alikuwa na pesa sana, aliamua kumtumia Odilia pesa kwenye simu yake. Odilia kuangalia alikuta ni milioni 200 zimetumwa kwenye akaunti yake. Odilia alishangaa akamwambia, nini hiki? Oka akamjibu, hii ni kwa ajili ya mwanangu wa kwanza ulionizalia. Odilia alionekana kuwa mgumu akamwambia, hapana, siwezi. Oka aliamua kumtumia milioni 200 nyingine, jumla zikawa milioni 400. Odilia alishangaa sana akamuuliza, upo serious? Oka alimjibu, niko serious, ndio nipo serious. Binti Odilia alifikiria sana, alijawa na huzuni, alimtazama mshikaji kisha aliondoka. Oka alimuita, nisikilize, nipe jibu langu basi, tunafanyaje? Tunamwona David wakiwa wamekaa na Odilia wanakula, lakini Odilia hakuonekana mwenye furaha. David alimuuliza, kuna shida yoyote? Odilia alimjibu, niko sawa tu. Hapana, nakuona ni mtu ambaye hauko sawa, naomba niambie, nimeishi na wewe miaka mingi sana, nimekujua zaidi ya wewe unavyojijua, kuna shida yoyote? Odilia alishusha pumzi na kumwambia, nisamehe kwa nitakayokuambia, hii imenibidi nikwambie ukweli, sitaki ukae ukiumia kuhusu hili. David alimuuliza, kitu gani? Niambie, nipo sawa tu. Odilia alimwambia, nahitaji kurudi kwa Oka. David alishangaa sana, mara ghafla aliamka na kuelekea chumbani kwake. Machozi yalimtoka, hakutegemea kama angemwambia vile. Sitakuacha. Mara muda si mrefu Odilia anaingia chumbani. David anamuuliza, umefuata nini kwangu? Msaada wangu, muda wangu, pesa zangu, nimejitoa kwako, leo ndo unaniumiza kiasi hiki? Okay, unataka kuniambia nini? Odilia alimwambia, nisamee, sina namna. David alifunga mlango na kubaki akiumia moyoni. Upande wa pili tunamwona Oka akiwa amelala na mwanadada Odilia. Mara alianza kumshika kiuno na kumpapasa, lakini mwanadada Odilia alikataa, akamwambia, usiniguse, nimechoka, niache kwanza, sipo sawa, bado nakufikiria. Kuja ndani mwako sio kwamba nimekukubalia kwa kila jambo, kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Oka akamwambia, kumbuka mimi ni baba wa mtoto wako, nipe haki yangu bwana, nipe mimi nibandue mzigo. Ni muda sasa. Tukiwa nyumbani kwa Devi, tunamwona Devi akiwa analia tena kwa uchungu. Alianza kumlalamikia rafiki yake, sikuweza kutambua kama rafiki yako anaweza kuwa na moyo wa design hiyo. Tambua mimi ndo nimemsaidia kumtoa kwa huyo mwanaume aliyemtesa. Leo tena amemwona wa maana, ina maana wema wangu wote ameusahau. Kwa nini ananiumiza mimi? Kwa nini ananiliza mimi? Tayari nilikuwa nimeshampenda, nimejitoa kwa ajili yake, leo ndo akuniumiza hivi? Sio wewe tu David, hata mimi najiuliza sana, ni shetani gani aliyompanda? Maana amekuwa akimpenda sana huyo jamaa. Nimemshauri sana lakini haambiliki. Anachodai kwamba yeye ni baba wa mtoto wake. Mara mlango unagongwa. Rafiki Odilia anaenda kufungua mlango. Anaingia Odilia kisha anamwambia David, naomba nisamee, nakupenda wewe, nisamee. David alimwambia, usiniguse, kaa mbali na mimi. Huo ndio upendo wako? Hiyo ndio thamani yako kwangu? Tunarudi nyumbani kwa Oka akiwa amekaa. Mara tunamwona Odilia akiwa anabeba begi lake na kuondoka. Bwana Oka alimwangalia akamuuliza, wapi unaenda? Odilia alimwambia, usiniulize, niache na maisha yangu. Umejaribu kunilaghai kwa pesa zako, hatimaye nimeuponza moyo wangu. Naomba uniache, tena kaa mbali na maisha yangu. Kwa kila pumzi yangu nitakupa maisha yangu, pamoja daima.